Mambo vipi? Yes. Leo bwana, tutaendelea na hii app yetu, tuliishia hapa. Sasa leo tutaendelea na hapa kwenye admin. Nataka tujifunze sasa jinsi ya kuedit zile data. Umeona? Sasa hapo bwana, inatakiwa kwanza zile data tuzionyeshe. Umeona? Tukishazionyesha ili mtu akibonyeza ndio inampeleka kwenye kuedit. Kwenye admin hapa ndio kazi ya data zote zinaonekana. Sasa bila kupoteza muda, kwanza hapa tuingie kwenye sketch. Kwenye admin panel yetu hapa. Sasa kwenye admin panel yetu tuje turudi huko kwenye hii app ya user. Hapa tunafanya kucopy na kupaste. Utakuja hapa afu utakuja hapa hivi na bind custom. Utakopi hizi nani hapa, hizi block. Copy hizi block na utazisave kwa hizi image. Sasa hapa bwana, una hizi block hii sehemu user hataki kuedit. Umeona? Kwa hiyo kuna hichi kipengele nikiweka hapa, hii block utaitoa kwenye app ya user. Umeona? User hataki kuedit, kwa hiyo toa hicho kipengele hicho. Utaiona hii block nimeitoa hapa. Hiyo haitaki, user hataki kuedit. Sasa tushazisave. Utakuja, utakachofanya utakuja na hapa kwenye custom. Umeona? Utabonyeza hapa, utabonyeza hapa background. Hapo utabonyeza nataka hapa na kuelekeza kucopy na kupaste. Sasa copy na kupaste ndo kunarahisisha nini kazi. Umeona? Kwa utakuja hapa, utabonyeza hapa, tunataka tuicopy line yote, tuicopy nani. Umeona? Utabonyeza hapa, utaisave, utaandika jina lolote, labda custom view odds. Umeona? Utaona hapa hiyo imeandikwa odds list custom, jina lake ni hapa. Kwa hiyo unaweza nakula ukaandika jina ile ile au kanani au ukabadilisha. Umeona? Haya, tuisha copy hiyo. Kinachofuata tunakuja na copy list. Sasa hizi nani, hizi layout hizo zikopi zina savewa hapa. Tubonyeza hapa, utaiona hapo, unaona ndio ile custom view. Kwa hiyo na hii list tukicopy, tutabonyeza hapa, utaisave hapa kama list. Umeona? Utaiona imekuja hapa. Alafu tutakuja hapa juu, tutabonyeza hapa kwenye event. Kwenye event hapa juu kuna block hizi. Sasa hizi block ni chache, haina haja ya kuzikopi, lakini unaweza ukazikopi. Kama unataka kujisumbua kuja kuanza kuzitafuta huko, wewe chukua copy, save hata kwa jina unalolifahamu ambalo utalikumbuka, au ni create block. Umeona? Baada ya hapo utakuja hapa kwenye component. Umeona? Kwenye component hapa utakuja hapa kwenye cheat address, utaikopi. Umeona? Utaweka hapa db. Hii ni db, ni database, kwa hiyo utasave jina ambalo unajua ni rahisi kulikumbuka. Unaona? Yes, save tu hiyo. Baada hapo umemaliza, utatoka, utakuja sasa kwenye admin panel yako. Sasa kwenye admin panel, tutorial za nyuma nilielekeza jinsi ya kutumia page nyingine, yani unatengeneza page nyingine huko ndio unaenda kueditia. Sasa mimi nitatumia page hii moja hapa. Nitakachokifanya hapa, nitakuja hapa, nitachukua line ya vertical, nitaweka hapa. Umeona? Nitaweka hapa. Alafu nitaipa padding nitawekea 0 hivi. Umeona? Alafu hii button hapa juu nitaipa padding, nitaipa margin ili sibanane na hiyo line niliyoweka hapa. Nitaipa margin bottom ya 8. Umeona? Imeachana nafasi na hii. Sasa hapa utakuja sasa, utaweka ile list yako hapa. Utabonyeza hapa,
utaona nimebonyeza hapa, afu utachukua hii list utaweka hapa. Sasa hii ninayokuonyesha hapo, maana yake hizo list zitakuwa zina display hapa chini. Sasa kama hutaki hivyo, unatengeneza activity mpya, ndio unaenda kuzitengenezea kwenye activity mpya, au tufanye hivyo ili kufanya kitu kiwe smart. Hapa kubaki tu kuna kazi yake hiyo moja. Sasa hapa tukisema tukisema tukatengeneza nani nyingine huko, activity nyingine huko, itabidi tu locate sasa, kwamba mtu anapofungua hii hapo, ziwapo button ambazo zinaweza zikamleta hii sehemu ya kuongeza odds, umeona, na akifungua default iwe ni hii inaonyesha odds. Kwa hiyo utaingia hapa, utaunda activity nyingine hii ya show odds. Yes, itakuwa inaonyesha odds. Utakuja hapo utaweka linia yetu hapa, image parent. Utakuja hapa, tutachukua list yetu tutaweka hapa, afu ile linia hapa padding box full hapa. Alafu utakuja angalia database hapa inaitwaje, napenda kuisahau, inaitwa odds data. Tuongeze hapa database odds data. Sina hapa nataka ikae odds data. Baada hapo bwana, utakuja tuende tukatengeneza ile custom view. Tutaandika sijui odds kule, tuliandika sijui tuandikaje hapa, nitaandika jina lingine, odds view custom. Alafu hapa utachukua hii custom view hii utaiweka hapa, alafu utakuja utarudi nyuma, utabonyeza hii list, utakuja utabonyeza hapa, alipoandika nani custom view hapa alipoandika custom view utaiunganisha hapa. Ukishaiunganisha utakuja hapa juu kwenye event hapa, utakuja unaona create, utachukua ile block ule save hapa, kwamba una create block, utaweka hapa. Unaona hakiki hizi na nini variable zenyewe, umeona, unatoka. Ukisharudi nyuma hapo, utakuja sasa hapa kwenye hii list utaibonyeza, kisha utakuja hapa kwenye event, utakuja hapa kwenye bind custom, umeona, afu utabonyeza huku juu hapa, unabonyeza hapa utabonyeza hapa umeona, ili kuchukua zile block tulizozisave hizo ni bind, utaziweka hapa. Hii ni database bind ni, umeona, utaangalia kama kila kitu ulichoweka ni sahihi, umeona. Utakuja hapa utakuja kwanza, kuna ile app bwana, huko turudi huko nyuma, hatumalizia kwanza. Una kitu nataka nikuelekeza ni ile app ya user, kile kipengele cha kufuta inabidi ukitoe, user atakiwe kufuta nani data. Kwa utakuja hapa kwenye component, utabonyeza hapa, utabonyeza hapa on cheat adds, cheat change, on cheat remove, utabonyeza hapa add. Tuna vipengele vimeongezeka hapo, utawekea ile block wa database hiyo, unaona, unakagua kila kitu kama ulichojaza ni sahihi. Utaona hapa sio sahihi, kwa hiyo hapa nataka uje kwenye list word ile jina ile ambalo limekosekana hapa. Kwa hiyo utakuja yani list map hapa, nataka uandike jina kama lilivyo, ndio maana utaona mimi nimelikopi tu,
Umeona, kwa utaona utakuja na hapa ni chidi change hapa, utaiweka hiyo, utatoka, utakuja na chidi remove, utaiweka, utatoka. Umeona, hadi hapo nadhani kila kitu kimeshakaa unyama. Hadi hapo kila kitu kimeshakaa unyama. Sasa utakuja huku kwenye hii app ya user, utasave hii, utakuja kwenye hii app ya user hapa. Hii app ya user atakiwa kufuta taarifa, kwa hiyo utabonyeza hapa, utaondoa hizi block hizi, utaondoa hizi, umeona, utazifuta, kwa utaacha baki hivi, alafu utatengeneza hiyo project yako, utatengeneza hiyo app. User atakiwa kufuta hizo data, umeona, kwa hiyo tutengeneze kabisa, yani pause. Tasubiri hapo, tasubiri malizie. Hapo utabonyeza done, utasave, utatoka. Kwa nini nimeitengeneza upya? Hii ni app ya user, umeona. Kwa hiyo user hataki kufuta, ndio maana unaona sasa hivi hapa nikibonyeza hapa haitokei kitu chochote. Lakini ukibonyeza hapa ni copy na copy kama kawaida. Kwa hiyo ni app ya user hataki kufuta kitu. Kwa hiyo tunaendelea sasa na admin ndio inatakiwa ifute hapa data ni. Sasa hapa bwana, nilikuwa tutorial zilizopita kule, zile za nyuma, nilionyesha jinsi ya kuweka zile menu zile, umeona, naonyesha jinsi ya kuweka zile menu. Sasa mimi hapa sitakuonyesha, kwa hiyo utabidi uzitafute video za nyuma kama hujazitafuta. Kwa hiyo mimi hapa ninachokifanya sasa hivi, nitakuja nitaweka button, nitaweka hii button, unaona. Hii button niipe jina, nichukue hii linear horizontal niweke hapa, alafu hii button ya kwanza ikae hapa, alafu hii button ya pili ikae hapa. Hii button ya pili niite labda tazama odds. Hapa akibonyeza inabidi impeleke kwenye zile odds list zile. Sasa hii tuipe weight ya 1 na hii tuipe weight ya 1, umeona. Alafu hii tutaipa margin la left, margin. Kwa hiyo tutaipa margin left, tuweke labda hivi 10, na hii margin right right 10. Hii ya bottom hii tuirudishe kwa 0, umeona. Kwa hiyo utaona zimekaa hivi. Kuna hii ya submit, umeona, hii ya tazama. Sasa hapa tutabonyeza hii button ya tazama odds, tutakuja kwenye event, tutakuja kwenye on click, afu hapa tutaweka block za kutupeleka kule kwenye ile activity. Utakuja hapa, utachukua hii block, utaona hizo block zinaitwa itent. Nimechukua hii set screen, umeona, na hii start activity, umeona. Alafu taziweka hapa, tutakuja hapa kwenye query variable hapa, add component, utabonyeza hapa. Nimekuambia ni itent, kwa hiyo utabonyeza hii ya kwanza hapa juu hapa ambapo andika itent. Yes, utaipa jina lolote tu. Kwa hiyo nimelipa hivi, hii ndio nakuwa naelewa kwa rahisi kwamba hili ni ya nini. Kwa hiyo utachagua hapo, utachagua ile screen ambayo ni ya shorts,
Umeona hapo, utatoka sasa. Hapa kubonyeza, maana yake itakupeleka kwenye kutazama zile odds. Hapa kibonyeza, utakuwa unatuma hizo taarifa za hapo. Sasa kitu ninachotaka kuwekeza kingine hapa, sisi hatutengenezi ukurasa mwingine wa kueditia zile odds, lakini tutatumia ukurasa huu. Umeona? Sasa tutafanyaje ili ukurasa utambue kwamba hizi odds nani hapa zinatakiwa kueditiwa au hizi tunatakiwa kuweka mpya. Utakuja hapa kwenye create. Umeona? Kwenye create hapa, utakuja hapa kwenye block, nataka tuweke operator hapa, controller, tuchukue if, tuweke hapa halafu tuje tuchukue block ya contain hapa, contain, au hii tuitoe, tuchukue block hii ya, nataka kuonyesha block ambazo tukiweka hapa zisiwe nyingi, maana hiyo naona zitakuwa nyingi, zitakuchanganya. Nichukue hii as extra key, nichukue hii hapa as extra key edit. Umeona? Ikiwa hii ukurasa una extra key ya edit, then ndio ufanyaje, utaonyesha kwamba tuna edit data, lakini ikiwa sio, usituonyeshe data ambazo tunazi edit. Sasa hapa tuna data 1 2 3 4 5. Sasa tukuzipa majina hapa, tuje tubonyeze hii button ya submit hapa, tukopi hizi block hapa. Hizi block nimezikopi, lakini sio kwamba ndo tunazitumia hapa. Nataka kwa ajili ya kuwa naangalizia hapa hizi key zake kwa naziweka hapa. Alafu nakuja sana chukua text view. Nachukua text view ya hapa, hii andika set text. Zipo hizo data nakwambia, zipo 1 1 2 3 4 5. Hii key ya 6. Kwa utaona hizi key zipo 1 2 3 4 5 6. Hii key moja hii iliyoandikwa key yenyewe tutaitengenezea string. Kwa tumeshachukua hiyo text view moja, zinatakiwa ziwe 5. Alafu tuje hapa kwenye variable tuchukue string moja. Umeona? Tuiweke hapa string, hiyo ni key. Umeona? Kwa hizi text view bwana, nataka tuzitoe copy ziwe 5. Kwa utatoa copy, utaweka utatoa copy, utaweka, utatoa copy nyingine, utaweka. Sasa hapa naangalia hii ya kwanza ni tarehe ambayo ni edit text 1. Hapa tuwe makini hapa tusichanganye kama kile kipindi cha mwanzo. Halafu ya pili, ya tatu, umeona? Ya tatu inafuata ya 5, inafuata ya 4. Umeona? Sasa baada ya hapo utakuja hapa kwenye hizi block za za operator. Utakuja kwenye block za operator, utakuja utafuta block moja hapa imeandikwa JSON. Tuchukue hii block hii ya JSON to map. Fikiri data file. Tuweke hapa juu. Umeona? Alafu tutengeneze map ambayo ni post. Umeona? Ipo ambayo ni post. Sasa hapa utaona una hivyo vipengele nimeviacha wazi. Kwa vipengele bwana, ndio utakuja kwenye variable hapa. Utachukua hii block hapa, block ya map hii hapa. Unaona hapa? Map get value. Umeona? Utachukua hii block, utaweka hapa. Utachukua hii block 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 utaweka hapa. Alafu nachagua post.
post hapo nakuelekeza uchukue haka ka block au ubonyeze ile tundu katikati. Sasa mimi nishazoea kubonyeza ile tundu katikati, kwa hiyo unaweza kaweka hata hivi kama unataka upangilia kazi yako ionekane nzuri, unaweza kaweka hivi, haina shida, ndio vile vile tu. Kwa hiyo hapa hii ya kwanza key yake inaitwa key, unaona hiyo hapo ndio hii hapa kuonyesha hapa, ndio hii hapa, hii inaitwa key, ndio maana naona nimeweka hapo key. Alafu nafuata hii ya moja inaitwa date, alafu nafuata inaitwa team, nafuata inaitwa odds, nafuata inaitwa betting tips, betting tips. Nafuata inaitwa bet code, bet code. Umeona? Sasa hapa utaona kuna sehemu moja bado hatujaweka kitu hapa. Hapa tutaongeza hii block. Au ngoja nitakuonyesha kwa nini hii block naiweka. Ngoja tuje kwanza huku ili uelewe kwa nini hii block naiweka hapo. Utakuja huku ambapo sasa hapa ndio tunaenda kuview zile odds huku. Manake hapa sasa tutabonyeza hapa. Tuishaweka database yetu. Tushaweka button ya kudelete, kwa sasa hivi nataka delete. Sasa bwana, hapa tuliweka icon, lakini kwenye hii app ya user, hii ya admin hatukuweka icon. Kwa hiyo naona hapa, kwa hiyo tungesahau hapa, ingetuletea errors. Sasa mimi naona tuitoe tu, ina umuhimu. Kama unahitaji ushaelewa jinsi ya kuiweka, utaiweka. Umeona? Sasa hapa tunakuja kwenye kuedit, ndio tunaendelea sasa na kipengele leo hapa cha edit. Utakuja hapa, utatoa hii block ya trust, alafu utakuja hapa kwenye view, kwenye component hapa utaweka set screen. Umeona? Put extra key, utachukua hizi put extra key utaziweka 2, alafu utachukua start activity. Umeona? Alafu hapa utatengeneza item, utatengeneza item. Ambayo ndio itakuja kuwekwa hapo pap. Sasa maana tukibonyeza hapa inatupeleka kwenye sehemu ya kuedit odds, ambayo sehemu yenyewe ni ipi? Ndio ile tuliyotumia kuweka zile odds. Kwa hiyo utabonyeza, utarudi, utaweka hapo na main activity. Umeona? Sasa nataka tuweke key hapa. Hii ya kwanza hapa tutaita extra key, kule tulisema ni edit key. Kwa hiyo hii tutaita edit. Umeona? Put extra key edit. Umeona value, unaweza kusema hivyo hivyo edit. Au tufanye hiyo moja, hiyo block hiyo moja, hii tuitoe, ibaki ya moja. Umeona? Sasa tumeipa edit. Hapa tunapunguza block ili isionekane kama umetumia block nyingi. Umeona? Tumeipa key ya nini? Ya edit. Alafu value maana yake, mfano umebonyeza kwenye odds hapa, tukuonyesha. Umebonyeza hii list, umebonyeza hapa, maana yake value ndio hizi data zote. Yani unataka hizi data zote tuzichukue zote, ndio na maanisha hicho kitu. Maana yake nataka tuzibebe hizo data zote. Kwa maana hiyo sasa, unapokuwa umebonyeza hapa kwenye hiyo list ambayo ndio hii, umepo click hapa, utakuletea option ya kuchagua ku delete au ku edit huo mkeka. Umeona? Kwa ule mkeka nataka tuchukue zile data zake. Umeona? Tuzichukue tuziweke hapa ili tukazi edit. Kwa hiyo hapa ili tuzichukue hizo data zote hapo, utakuja utabonyeza, utachukua hapa block hii. Sasa hapa tutachukua block moja hapa,
list map, chukua ya list map hapa. Ngoja nikuonyeshe hapa. Utachukua hii block hapa, utaona imeandikwa hapo, imeandikwa list map to JSON string. Hii ndio utachukua hii block, utaiweka hapa. Alafu sasa hapa nataka tuchukue hii list map data. Sasa hapa utabonyeza hapa hivi, unaona, utabonyeza taweka hapo hivi, au unaweza kuchukua hii ukaitoa copy ukaja ukaiweka hapa hivi, unaona. Tujaribu sasa kama kitu kitatokea. Sasa hapa kuna ile sehemu nilikuwa nimesahau, ile sehemu hatujajaza, ndio ndiko tujaza hichi kitu hapa. Unaona hapa hichi ni edit, umeona, ni edit. Alafu hapa utaona tumezibeba hizo data kwa jina la edit. Kwa hiyo ukija huku, turudi huku hapa, turudi hapa. Sasa utachukua hii block kwenye component hapa, kwenda katika sawa, uchukua hii hapa, wewe andika activity get extra key, utaweka hapa key, tuliandika edit, umeona, tuandika edit hivi. Haya, sasa ili kama kuna errors yoyote itatokea, ili hapo crash ikajifunga na kujifungua, njoo hapa kwenye control, tafuta hii block imeandikwa try catch, umeona, yep, copy ivishie hapa juu, umeona. Alafu hapa weka ujumbe, weka trust, umeona. Sasa hapa bwana utaandika e.get message, e.get message hivi, unaona nimeandika mimi hapa e.get message, maana yake hapo naandika code. Sasa kama nafikiri kuandika hivi hauwezi, utaweza e.get message kama nilivyoandika, hiyo get imeandikwa herufi ndogo, hiyo message hapo imeanza kwa herufi kubwa, umeona. Lakini ukiona inakuzingua, usiweke hii block niliyoiweka hii ya try catch, utaitoa au utaona project yako kutest. Utabonyeza kulani hapa, utasave au utabonyeza kulani. Na tusubiri malize. Subiri malize hapa. Sasa bwana, unaita ni sawa. Unaona hapa imetokea error. Unaona hapa ile dialog hatujaweka hapa, unaona hapa. Unaona hizi kuna error zinatokea hapa. Kija hapa unabind custom, kuna shida hiyo. Sasa unaona hii block ya hizi za kutengeneza kile kipopu hapo, dialog ile, hizi variable hazipo, unaona. Kwa hiyo itabidi uje hapa kwenye block, alafu uje kwenye component, uweke component mpya hapa, add component hapa, hii dialog ya add hapa, ndio rudi save tena hapo language. Utengeneza hapo, nikajua video itakuwa na fupi leo, tumefika hadi dakika 40. Update down, ta save project yako hapo. Utakuja sasa kufungua admin panel, utaona kuna button imeongezeka hapa, hii tazama odds na kuna hii submit. Ukibonyeza tazama odds hapa, utaziona zile odds zimetokea hizi hapa.
Umeona? Sasa hapa tubonyeze edit. Mfano tuedit hii ambayo kwenye tarehe hapa tukiweka chikidoti, tuseme kama tumekitoa hichi kidoti, tutoe na hiki neno PM hapa. Kwa hiyo utabonyeza, itatokea hivi, utachagua edit. Unaona? Sasa utaona hapo kuna shida. Angalia hapo chini, utaona kuna kijumbe kinatokea. Umeona? Kuna shida. Turudi hapo, kuna shida hapa. Ujumbe bwana, nikosea, hataki ukae hapo. Chukua block nyingine hapa, hii hapa. Na block hapa ameandika add source direct. Nafikiri sketch ya aina bwana. Na block inakuwa imeandikwa add source direct, lakini sio muundo huu. Umeona? Andika muundo kama hiyo. Andika muundo wake kama huu wa string, kama hii hapa block. Kama hii hapa. Sasa hii block sijajua kama zinafanya kazi same, ngoja tuone hapa. Sketch ya show message, get application text. Hapana, hizo zifanye kazi sawa. Sasa ngoja tufanye kitu kimoja. Kuna block hapa. Sasa hii block tutaitengeneza manual kwa sababu kwenye sketch ipo. Tutaitengeneza, si kwa kuitengeneza, tutakutumia tutorial ili na wewe uelewe jinsi ya kutengeneza. Umeona? Kwa sasa tuachane na hapo. Cha kufanya tufanye hivi. Tutoe hii. Tusitumie hii. Kwa sababu block tunataka kuitumia hapo haipo. Na block inatakiwa kama hii, afu ndio jiweke hapa juu. Ya add source direct. Umeona? Kama hii add source direct, lakini yenyewe haiwi muundo huu, inatakiwa muundo kama y. Kwa sasa tutumie tu hapa. Sasa hapo tutatoka, tutasave, tara sikilizia hapo. Video itafika hadi dakika 50 tukizubali. Update hapa. Open. Japo mtazama out. Sasa kama una error za maana yake, kubonyeza lazima ku clash auto. Umeona? Na clash. Sasa hii inaonyesha error sketch ndio jawa. Kwa hiyo ndio itaonyesha ujumbe hapo. Shida ni nini hapo? Turudi nyuma. Tuone hapa. Acha tu comment hapa. Acha comment hapa. Hapa nimecomment hii block. Kodi zake zisitumike, unaona hapo? Yes. Comment hapo ili kodi zake zisifanyaje? Zisitumike. Unaona? Alafu tuje tuangalie comment. Acha tu comment hapa pote hivi. Comment hapa pote. Alafu tuchukue text view moja tu.
Chukua text view hapo, 1 namba 4, tuonyesha ujumbe, tuone kama kweli nani, kama kweli tukibonyeza pale inakuja as extra key edit, basi ujumbe ndio tuuone. Kisha uona ndio tutajua kosa liko wapi. Update. Sasa hizi ndio changamoto. Tangia tuanze kuna nini? Hujapitia changamoto. Kwa hizo ndio changamoto. Tubonyeza hapo tu edit. Unaona? Data ipo sawa. Nakuja kama kawaida hiyo. Sasa ndio kitu ambacho nataka kitokee. Kwa hiyo turudi huko nyuma tuangalie sasa kuna fail wapi. Tuje hapa kwenye create. Tuitoe sasa. Tuitoe hii. Tuje tuitoe na hii. Alafu hapa tuweke zote zikae hiyo. Alafu tuangalie hapo kama kuna tuweka sawa. Naangalia kama sikuacha space. Kuna sehemu niliacha space. Unaona? Sasa hapa takuja maana hizi data tunazozihifadhi hapo bwana, zitakuwa zina changamoto. Turudi huku, rudi hapa. Hapa kwenye put extra key, edit key hapa ni sawa. Sasa hapa tutoe, tuweke hivi. Sasa tunachanganya maboya hapa. Tuangalie na hapa inasema insert list map. Insert list map. Tucheki. Sasa kuna kitu hapa. Naona hizi block zipo mbili. Sasa sikumbuki, unaona hii kuna hii na hii hapa. Sikumbuki moja hapo ni ipi. Kwa hiyo ikigoma tutabidi tuje tuweke zote za list. Sasa hii ya list map, hii ya list. Kwa nafikiri itakuwa ni ngoja tu test kwanza hii ikigoma ndio tuje tuweke hapo. Tuone hapa project chap. Hii video itakuwa na saa moja. Hivyo lazima ukae upate muda mzuri wa kuicheck. Tuje tu view data hapa. Tuje tubonyeze tuone. Edit. Unaona? Nagoma. Kwa hiyo na hii block ndio nilikosea hii. Kwa hiyo je, tuitoe hii block hapa. Hapa hiyo block inayotakiwa itakuwa sio hiyo. Ni hapa. Block yenyewe napenda kunipotea kwenye macho. Sio hiyo.
hapa. Hapa tuone sawa kweli. Ni ujenso data nafikiri ndio hapa. Kwa uikalile hizi block hapa, ni kama nimeshabolonga hapa. Hizi block hii imeandikwa list map, au hii imeandikwa list. Tu land project tu check hapa. Nilielekezaga njia mbili za kuedit data. Kwa ukiangalia kwenye tutorial za nyuma, fuatilia njia zote mbili unazifahamu, maana unaweza ukasahau hii moja, ile nyingine ukabaki upo nayo. Kwa hiyo inakuwa rahisi kuna nini kuelewa ufanye kitu gani. Umeona? Hebu tuangalie hapa edit. Umeona hapo bali na goma kwa kuona vizuri, ukatumia ile njia mbadala ambayo naona ni simple sana kuliko hii njia wana hii. Sijajua nimekosea wapi, lakini mimi ndo nachanganyikiwa. Ngoja nitakuwa mimi ndo nachanganya na file. Na njia nilielekeza ile ni fupi sana kuitumia, tofauti na hii. Ila hii hapa, ila ukijua hii naona ni bora. Kwa sababu gani? Haihitaji mambo mengi kama ile pale. Umeona? Ndio kwa ile ndo njia yani simple kwa beginner. Umeona? Ila ki professional nataka ujue hii njia naelekeza hapa. Kwa beginner ndo tumia ile nyingine kwa. Sasa naona hii njia nayo inazungua hapa. Kwa kizungua hapa itabidi tutengeneze kwa ile njia nyingine. Alafu njia nyingine nitakuja tutaelezea baadaye kile kikao sawa. Naona kama inachanganya mfano, inachanganya mafaili. Tuachane nayo, tusipoteze muda. Nimekumbuka bwana. Hapa tumetumia mwanzo, tulikuwa tunatumia hii list map. Umeona? Alafu kuna hii ambayo ni ya map. Sasa hii ya map bwana, sema uchukue hii block hii ukiweka hapa ikubali. Umeona? Kwa hiyo hapa nilikuwa labda uchukue block ya nani, tulikuwa natumia hii hapa list map. Umeona? List map tujiso si. Sasa hapa uje uchukue hii. Unaona? Sasa hii ni list map. Sasa tukija huku kwenye hii activity huko tuliipokea kama nini? Kama map. Sasa hapa itaki tuipokee hivi. Itakuwa ndo shida iko natuzungulia hapa. Hebu tuipokee namna hii. La wapi ulo kwenye tena rotate tena. Tuweke sasa hapa itaki tuonyesha listi. Jato tuachane nayo nje, naona nje itakuwa kikuda, tuachane nayo. Sasa hapa tafuta hizi zingine. Futa hizo zibaki hizo hapo. Unaona? Zibaki hizo hapo, na hizi tutakuja tutazitoa. Kwa hiyo utakuja hii niweke hapa kwa muda, kwa sababu kuna hii block ndio nataka tuitumie.
Kwa nachotaka njia nyingine ya kukuelekeza fupi ambayo ni simple ni hapa. Utakuja hapa, toa kabisa hii, nikikumbuka atakuja kukuelekeza, maana mambo mengi kitambo situmie sketch ya du. Utakuja utafanya hivi, utachukua hii, hizi data zetu zipo ngapi? 1 2 3 4 5 na ile key ya 6, si ndio? 6, ile key ya 6. Kwa utaweka hizi block ziwe 6 hizi, 1 2 3 4 5 6 hivi, alafu utaweka hapa hivi. Hii njia ndio haitaki mambo mengi, hapana, haitaki hicho. Sasa kikubwa tu hizi data uandike kama inavyotakiwa. Hapa walipoandika nani, walipoandika date, waandike date, unaona, team nchando fupi, odds, unaona, bet codes, tuandika hapa bet code, alafu bet tips, alafu ya mwisho ni hapa key. Sasa kumbuka kule tuliweka na ile edit, kwa hiyo hapa itabidi tu nani hivi, tutoe block hii, tuitoe copy, ziongezeke hii moja, tutaita edit, unaona. Alafu kama kawaida atakuja, utachukua hizo block utaziweka hivi key hapa, edit itaandika true, value yake tutaweka hivyo, tutaweka true, alafu bet tips, alafu bet code, alafu inafuata odds, alafu inafuata team, alafu inafuata tarehe, unaona. Njia yani njia itakuzingua, unaona. Sasa tofauti ya ile nilikuwa nakuelekeza na hii, utaona hii tumepanga block nyingi, ila ile ilikuwa ni block moja tu hapo hapo, unaona. Haya, baada hapo utarudi huko ambapo hapa sehemu ya nani, hapa utaona hii sehemu tunabadili hichi kitu, tunaweka hivi hapa, tunaweka key, unaona. Yes, alafu hapa date, unaona. Alafu hapa team, wake hizi block nimezifuta, usiona zimekaa hapa, kajiuliza mbona hizi block zipo hapa, hizi nimezifuta. Haya, odds, haya, nafuata betting tips, alafu nafuata bet code, unaona. Sasa hapa tushamaliza, hapa hakuna error itatokea hapa. Tumejaza sawa bet tips, bet code, odds, team, hapa hakuna error itatokea. Sasa hapa tuje na button ya submit hapa, ili tambue kwamba hii ni odds mpya au ni edit, umeona. Utakuja hivi hapa, utaongeza hii block hapa, utaongeza hii block, alafu utakuja hapa, utachukua hii block,
as extra key edit. Unaona kwamba ikiwa ni edit tuta edit, ikiwa sio edit tutaweka data zimehifadhiwa, lakini ikiwa ni edit maana yake tutafanya hivi. Maana yake hapa nimecopy hapa na naweka hivi, utaona kuna vitu nimepunguza. Ukiangalia hizi block hapa utaona kuna block nimezitoa hapa. Umeona, kwa hiyo itakuwa hivi, tutatoa tena na hii hapa. Umeona, alafu hapa utakuja atasema ni updated successful. Umeona, kija kaangalia hapo utaona kuna block hapa nimezitoa huko zipo. Kwa hadi hapo utakuwa umemaliza hapo. Hii njia haina shida, ina mambo mengi. Hii video bwana ndio imekuwa ndefu kuliko video zote, ila tumeshamaliza. Hii ndio hapa ndo mwisho. Uta open hapo yako hapo, kisha open utabonyeza tazama out. Umeona, utabonyeza edit hapa. Umeona, ndio ndo simple hapa, unaweza sasa kuedit audio zako hapa. Pana hapa nafuta hili. Umeona, hapa tunaweka hivi, labda nafuta naandika labda Mashujaa win, au naandika tuandike nini hapa, labda naandikaga hivi hebu chance. Sasa hapa bitcode haijaonekana wala idadeki hapa. Hii text namba 4 1 2 3 4 5 yake jina 1 2 3 4 5. Bitcode haijaonekana. Kila kitu naona kiko sawa tu, kitu kiko sawa, itakuwa kuna matatizo yake. Au nimefuta, ngoja turudi nyuma. Ndio hapa, tubonyeze hapa juu, bitcode haitokei. Makubwa sasa. Inaonekana bitcode hapa ichukuliwi bwana. Bitcode ipo kwenye text namba ngapi? Text namba 4. Naona kitu nilichokifanya hapa nikosea hapo bwana. Hapa natakiwa beti nimeandika GBRT. Hapa ni beti. The typing error hizi. Ndio changamoto sasa unaanza kuwa unakumbana nazo. Nataka wale jinsi ya kuzisolve. Tutorial itakaofuata wana tutakuja kuendelea na ile njia ile tuliyokuwa ile. Ile njia ile ni simple ile. Sema tu sije nimefeli wapi. Tambo nimesahau sketch wewe. Ile njia ni simple sana ukifahamu kuitumia ile, sababu project yako itakuwa na block nyingi. Umeona, unarahisisha. Japokuwa hii hapa kwa beginner inafaa sana. Sasa ndio nazo zote. Anakumbuka kama nilitengeneza video ambayo ina hizo njia zote. Sasa sikumbuki ni episode ya ngapi huko. Umeona, tazama out to edit hapo sasa. Naona hapo bitcode imetokea. Yaani kosa kidogo tu.
double chance tuweke hivi hapo, tufute hivi hapo, tu submit. Unaona that update successful. Kwa ukirudi hapa kwenye kutazama utakuta imeshabadilika. Hapa unaona hii imeandikwa double chance hapa hii acha. Na hapa kwenye hii tarehe kulikuwa na kadoti hapa tukatoa. Tutoe neno PM. Hili neno hapa PM. Submit. Atarudi nyuma. Utaona neno PM hili umetoka. Kwa ndio hivyo tu asi. Kwa hiyo tukirudi wana tutoke na ufuata. Utanipa maoni hapo tuendelee na tutorial gani. Umeona? Ile pia tutaelekezana na hiyo njia nyingine tuliyoiacha. Yenyewe ya muhimu wenayo, maana nataka utambue jinsi, yani uelewe njia zote mbili. Sasa unaona hapa, kama mimi ningekuwa sifahamu hii nyingine, maana yake hapa ningekuwa nishafeli. Lakini kwa kuwa nilikuwa natambua njia mbili, moja nimeisahau, nimepita na moja. Umeona? Kwa zote mbili ni muhimu kuzitambua zote. Haya, bye bye. Usisahau kusubscribe, like, comment, share na wana project, share na wana tutorials.